kinyota. Nyota ni moto, amechoma ndoa yetu. Kinyota. Ulipotoka kwenu Nyambizi, sisi tulikupokea wewe na vibasha vya ilizi, shingoni umevivaa, tukakuvisha vivalo wewe. Wajifanya siku hizi, wajifanya unajua. Jamani, mvua iachege tungo zenye zikauke. Kama mpaka saa ngapi hapa? Baby. Kama unavyojua kazi zangu, sina usiku, sina mchana. Ni muda wote niko barabarani. Ila hapa nimekuitia jambo moja. Nataka tuzungumze. Siku nikija kugundua kwamba unatoka na kinyota, siji kinyoti, siji kinini nini, I say, nitaishangaza dunia kwa nitakacho kufanya. Tafadhali usini. Danasra. Unakumbuka lile shamba baba alilonunua kijiji cha pili hapo? Nakumbuka, kaekwa kwenye kile kisima. Anaitwa sijui nani, jina lake sijalishika. Huyo kaka unaambia ni mchafu. Toka amekuwa kwenye kile kisima, zile nguo zile unaambiwa hata maji kuoga na hisi hayaogi. Na natamani ipo siku tuende tukamuone, maana namsikia tu huyo mkaka. Lakini kila mtu anamsemezea yeye. Wewe unamjua? Namsikia, alafu umenikumbusha kitu. Jana yule shogangu alonisaidiaga polisi kaja. Oh bana, mambo, najua wewe ni mzuri, unaweza kwenda kumshawishi kinyota awe na mimi. Kwa hiyo shoti anamtaka. Kwa mimi niende nikamtongozeshe kwa yule. Kweli jamani. Wewe mdada yupi shoga yako huyo? Mdada fulani hivi, yani ni mdada fulani hivi kazulizuli lakini yani ni hana hazi kabisa hata kuwa na yule pale. Yani mimi nitoe kabisa mguu wangu dada kweli, niende nikamtongoze yule. Hivi si mtaniona kabisa humu hamna. Hivi unajisikia unachokiongea au kuna roboti anazungumza ndani ya mwili wako? Wewe mwanamke, usinifanye mimi mjinga, mimi na akili zangu timamu. Afu sura yako inaonyesha kama kuna kitu unanificha. Kwa hiyo huyu alokupa taarifa, hajakupa taarifa vizuri. Inabidi urudi huko ulikotoka akakupa taarifa vizuri, usinipotezie muda mimi hapa. Niache nifanye kazi zangu. Sasa ipo siku nitaujua ukweli. Nioni kwanza. Anajifanya shababi na kati kitandani zilo. Hamna cha maana anachokifanya. Yaani hapa mimi nafikiri ungekuwa unanifanya mambo yangu naenda sawa, ningetoka nje. Natoka nje kwa sababu ndani lolo, hamna kitu. Kama jina watu tunapona, watu tunapewa kama sakramenti, watu wanaokuwa ndoa zetu tunapona mzangu. Mwanaume kama eleweki, dakika tu umeenda kinyota umerudi amejua yeye atajua yeye. Kinyota pambe. Tunaye na tunatamba naye. Niko kwenye mambo yangu mengine. Na kwanza baba akizisikia hizo taarifa. Unaye pa kwenda. Nadhani hata siku ndani utolala shoga yangu. Shida sio kulala. Mimi Yaani usije kujaribu kabisa kwenda. Tena huyo dada ikiwezekana mkatae hata kama alikusaidia kwenye matatizo yako. Kwa sababu baba akija kusikia hizo story. Mambo. Poa. Wewe umeingiaje na geti limefungwa? Nimekuta tu geti gumu nikalisukuma hivi likafunguka. Sema shida yako. Mrembo wa kijiji. Hapo naomba dakika moja tu tuongee. Sikiza nikwambie, kama una shida naye huyu, ongea naye hapa. Hakuna kutoka naye. Ni siri. Dada, sikiza nikwambie, nimekuambiaje? Naomba ongea naye hapa. Kama alivyokuambia dada mkubwa, simmalizane tu hapa. Mrembo, naomba kidogo. Dada. Tunakuomba ondoka. Toka. Naona uelewi, toka au hadi tukusindikize. Kinyota.
tatizo. Una stress gani? Bora kama umeniuliza. Toka amekuja yule shoga yako hapa kumuulizia kinyota. Akili yangu haijapoa. Kila nikikaa kinyota. Kila nikilala kinyota. Hivyo hata ninapokuambia chuoni kuna mdada nasikia naye anamuulizia kinyota. Yaani kwenye group discussion anaanza kudiscuss vitu, wanamdiscuss huyo kinyota. Ni simulizi bado unaendelea au unaniambia kweli ni uhalisia? Dada. Hivyo wewe unamwona yule rafiki yako alipokuja hapa? Anaonekana kabisa ni mdada wa makamo, lakini akikaa katoka huko na ana mume yule ninavyosikia. Anamuulizia kinyota. Hapa hii guest ipo barabarani hapa. Kila siku mume wangu anapita analeta abiria hapa atakuja kunikuta. Sawa, watu wataenda kumwambia mume wako. Ndio, kwa sababu ashajua chanza kuniuliza maswali ya ajabu. Hapa hamna kuja tena. Kama hivi tushamalizana hapa, nishakupa tushamalizana. Sasa ndo wanikolomea. Sikia nikwambie, sitaki unikolomee. Tena hivi ninapokuambia, yani hapa ishakopo ni kama dozi. Hii ni ndoa ya pili umeingia. Leo si Jumatano, kesho Jumatano uwepo. Yani hapa kila Jumatano lazima tukutane. Jamani, kila Jumatano kila wiki kama dozi ya UTI, mbona mimi sitaki tushamalizana. We. Yani mimi ni kama ruba, mimi sijui kuacha. Yani hapa ndo nishakuganda hapa. Sasa unajui kuacha mimi mkeo? Sawa, sijui kuacha. Yani mimi hapa ndo nishaoa mke wa pili. Ufahari wangu ni kulinda. Chuo kila mtu kinyota. Na mimi nataka kujua na maajabu gani? Mami. Sasa hivyo. Sema hivyo tuletee kunguni mundani, migonolea, miutiai, hivyo. Umuone huyo kinyota. Mwanaume anabadilishwa, nitambadilisha huyo kinyota. Nyie? Hivi ukalogwa au? Nitambadilisha, ataendana na mimi mdada wa chuo. Mdogo wangu, kunywa maziwa. Usiniambie tena. Mwe mtoto mkosi wewe. Wewe. Haya, sawa. Mfate. Maona, wewe una mme? Mimi mme wa pili mimi. Watatu sijui ndo ni kinyota sijui nani. Yaani hapa ndo hivyo ni. Kila Jumatano lazima uje. Kila mtu akifanya mambo yake basi wewe umeshapiga mzigo basi. Wewe. Usilete masiala. Kwanza kwenyewe hapa sijalizika vizuri ujue. Yaani usilete masiala. Video zako ninazo. Au niziposti? Niziposti? Kuja uje. Unakuja uje? Unakuja? Kesho Jumatano. Leo Jumanne, kesho njoo tena. Tena kesho. Ndio nimenogewa saa. Wewe vipi? Mimi nimenogewa. Mimi kwanza unapata vipi maamuzi ya kumkataa afande kama mimi? Kwa nini unanipinga? Yaani unapinga jeshi la polisi? Sio na kesho jamani. Leo kwa hiyo sijalizika vizuri tu. Nimekuacha tu haraka umwai mmeo. Wewe mimi nikushtaki mimi, yaani wewe sikia nikwambie. Kesho mapema hapa uje. Kesho Jumatano mapema uje. Nenda. Bwana Bonge mzito mwepesi wa mambo.